Wuza. Wagwan. Uko vipi? Niko fiti? It's a new week, man. New week. Kijana na umeongeza miaka, shika yako. Bado. Ai. It's coming. No. By the time hii itakuwa ikitoka, utakuwa umeongeza kitu. Kuna hadithi nitawapigia lakini the next coming. Zizi. Nasema mambo ya kukua, hii mambo ya kukua third floor. Oh my god. Kuna hadithi tutapiga kadha. Oh my god. Na ninajua watu wengi sana wana relate na hizo hadithi. Atisema kufika wapi huko? Kufika third floor. Third floor and above. Kama unafika third floor and above, utazisikiza tu, zitakubamba juu zitacontent pia na lessons huko ndani kidogo. Juu unajua hii life kujanga na manual. So kama tunaweza kupatia manual, bahati kwako. Kwenda huko usituambie. Sasa juu umekula miaka huku hatutaka na amani. Miaka unaandika nywele mzee. Kidogo nani huyu kijana yake inakuwa default setting. Msiseme ati amekuwa mzee sana, bado ni mzee kijana. Kwetu walisema ni yako yote. Ni yako yote, chukua. So, how has been your week? My week has been great. No complaints. Yeah. Unajua tu kutafuta pesa. We look for money. Hii pesa. We find it. Tunashanga nilipoteza hii pesa. Hii pesa unaitafuta kila wiki. Si hata siku moja ukuje hapa na bunda la manoti. Mnadhani mimi ni KRG? Ai. Wewe hata KRG hawezi kuona. They can't see you. Under the water. Chini ya wabde. Na mimi wiki yangu imekuwa fiti. Buda kidogo unajua gasisi macorporate nini? Tukipata holiday tunafurahia. Sasa tumetoka kupigwa wengine ya Labor Day. Yaani yetu moja safi ya kupiga shughuli. But my week has been good. Can't complain. Mambo imekuwa tu sambamba. Na kidogo ni kama wiki janitwanga. Kidogo nimeanza kujifunza kurudi kubonga na saja. Kidogo nilikuwa nimepotea. Lakini mambo iko shwari sasa. We move. Talking of your relationship with kurudi kwa saja. Kuna hii debate inaendanga ya Christianity, si Christianity, religion and spirituality. Yeah. Asianga mtu anasema I am not a religious person. But I'm a spiritual person. What is the difference? The difference means you believe there is a higher being when you're spiritual. Like you believe there's a higher being, but you don't affiliate yourself with any religion. Like wewe si wa hii kanisa, wewe si wa hii msikiti, wewe unajua tu kuna a supreme being. Na unajua God yuko, unajua mtu, unajua whatever you believe in, unajua iko. Spiritualism. Na kuna yenye umesema ya kwanza religion. Tunasema the religion sasa ni kama venye unasemanga mimi ni Mkristo, mimi ni wa hii kanisa, mimi ni Mpentecost, mimi ni Muislamu, hiyo sasa ndio religion. Kwanza hata nakuaga na best yangu anasikizaga podcast anaitwa Anji. Namuitaga yeye ni wa matunda. Siku ya Sabato. Saturday. Bana. Pia hiyo ni inakuaga another Sabat. Seventh day. Hiyo tukatai. Seventh day inakuanga na mambo. Wewe, Anji ni huyu amebonga sio mimi. Mambo hii kwanza hii ile yako cha tangawizi. Hakuna vitu vingine mbele lizoga like. Kuna sometimes unafaa interact na almost every una interact na watu, una learn vitu. So like unapata ni kama venye unapatanga kuna systems za Catholic azipatani na hizi church zingine za ICK za PCA zinafanana, lakini kuna mahali tu ziko tu hivi tofauti kidogo. Like ina such a good thing kulani hizo differences there. Nice. Before tuanze bedhe kuna kitu ulikuwa unanisomea. Sasa sijui kama utaisoma tena. Nilikuwa nimeona wapi, let me see. So inasema there is a theory called the last meeting. And it goes like, once you and someone you deeply loved have completed your journey together and learned the lessons you needed, the universe ensures that you will never meet again. It doesn't matter if you still live in the same city,
or you have mutual friends, you will never cross paths into the last meeting. Yeah. It's a theory ama it's a thing apparently. Wait. Yeah, like unaona there's a way like you break up with someone. Mlikuwa mnapendana ile kupendana like mnajua nyinyi ndio mnaoana ama whatever. Yeah. And then suddenly maybe mnakosana. Like sasa hapo kukosana sana unajua una learn. There's things you learn during a breakup nini. Umeshaipitia hiyo kitu. Meeting ile siku mtapatana mara ya mwisho mmalizane. Hamutawahi. Uko serious ati mtu apatana kabisa hamtawahi patana tena. Kabisa. Like, yeah. Oh really? Ni kweli mimi hata mimi imenifanyikia. Hata kama mtaongea hakupatana nayo ni kimiujiza kimungu. Na ni kama budo unanielezea kitu nimekuwa nikiobserve. Lakini nashindwa kwani saa jana dayaje? Unaona kuna kitu kama hiyo inakufanyikia nini? Live and direct bwana. Kwani unaniconfirmia hiyo theory? It is an actual thing. Actually it's true. Kuna mtu ninajua kidogo atupatani. Na mlikuwa kimapenzi mbaya. Ai chanda na pete. Alafu si sasa si mambo ya dunia tu ikakuwa. Na mwezi cross paths. Na mnaishi same city. Hata unapatanga mnaishi the same neighborhood. Actually. Hata city. Sisi tunaishi same city. Same neighborhood, yeah. But hata kwa Instagram hata wapi ninaziona lakini I can't do shit. Get it? But yangu unasafa. Inabidi umesafa. Roho tu, sasa inakwambianga akili inakwambianga cheki grow up. Sasa utadu juu sasa si hivyo ndo kuko. Unasonga sana. Ya. Alafu kuna venye weather imekuwa pia na misbehave. Hiyo weather ndakajitari na joko kasiri. Must be nice wewe kama unashikwa shikamana. Hiyo taka jirani na joko kasiri kwa sababu. Speaking of weather. Nasikia ati kuna ma AI girlfriend na boyfriends buda. Sasa history nimechiki online. Nimechiki online. Hiyo kitu nikiwa tu harakati online. People are actually dating AI girlfriends and boyfriends. Wait, like how delusional is that? How does that even happen? Ana date kaka mtu kama Alexa hivi. Exactly. Yeah. Like how is it even happening? First thing first, ukidate unataka companionship. Exactly. Na companionship goes way kuna physical, emotional. Sasa ndio nauliza unless wanafanya hivyo. Kuna physical, emotional na just being with someone. Exactly. So yeye ana fulfill hizo mbili, emotional na hiyo having someone to talk to. Sasa kwani what is the problem? Sasa kama for example, physical touch is a love language. Utaguzana aje na Alexa? Wewe utaguzana aje na Alexa? Ama whoever huyo utakuwa ukitumia and then unatumia keyboard. And then there's a surge in easy artificial intelligence. And it's hardening because inamaliza makazi. It is really finishing people's jobs. Hata nani nimesikia akisema I think one of these billionaires alikuwa anasema in the next 10-15 years humans hawatakuwa wanafanya kazi. Kuna kazi hazitakuwa like kazi mingi sana zitakuwa zimechukuliwa na AI. Uko like alafu where do the humans go? But do you know it's true. It's true. AI is coming to finish the world in ile ukweli. Itatumaliza hiyo technology mingi. Si usikie si hata actually kuna finding yenye nilimepata juzi na hata niliona kwa video. Msi ana type ati anauliza ilikuwa ni ChatGPT ama ilikuwa Gemini, one of the two AIs. Anauliza hiyo ChatGPT, how do you plan to end the world? Do you know, anaipatia a whole description.
point to point. Yani inasema vile AI itakuja imalize job. Kwanza hivyo vile unasema inasema itaanza na jobs. Itaanza kwanza na jobs. Ikianza na jobs ikue yani wewe ni full automation. Huwezi fanya kitu yote bila AI. For example, ukitaka kuandikia mpwa wako message, utakuwa una rely on AI. So AI itakuwa inakujua sana. Kwanza on your phone. Kwanza kuna watu wanaandika hizo message na AI. Kuna mtu ana like mtu anarusha nini ndo zinadie AI. As in uko na umepata namba mahali. Alafu unajua kuna venye unaweza notice hii text hapana. This person is not this intellect. Hajakula kisomo hivyo. Sio kujudge vibaya or anything. But hapana hiyo kizungu minus. Alafu mzee ameweza kukuandikia short form, anaanza kuandikia long form. Uko like, kwani umebadilika nini? Ukimnyang'anya simu na 0, anarudi minus. But it's actually a point of concern. It should be a point of concern for a lot of people. Actually nitatafuta ni kama we play usikie inakupea word vile itakuja kumaliza. I think niona hiyo clip. Inakupea word vile itakuja imalize ile ukweli kabisa. Hata sasa naona ikisema ni kumaliza dunia. Buda si sasa hiyo ni kama kusema extinct of people. Yani ile yenye kama hivyo vile unasema girlfriend na boyfriend. Hakutakuwa na watu wanakuja na new network. Account hizi technologies mingi zinakusanga na mambo mingi kama kuna hii point watu wanashindianga ya depopulation. Reduce population ya dunia. Lakini mimi nashangaa who made you God? Who gave you nani upatia msee power ya kusema ati dunia iko overpopulated, we need to reduce the population, like hata by the way it does not make sense at all. Imenikumbusha mambo ya population. Ai budo, umesikia historia ya Murang'a? Najua unaniambiaga nisiongelee politics. Acha tuguze mlima kidogo. Sasa budo, usikii Murang'a ukioa unakanjwa kitu miti 10. Ukileta kama junior unapigwa kitu. Na wewe unasema mambo ya population hapa vile jamaa amesema. Lakini unajua kuna pia point ya hata niongelesha watu wa Murang'a. Watu wa mlima. Surely what can you do with 10k in this economy? Si ufanye basi. Sasa uzae juu upate mpona uzae juu ya miti 10. Ai buda, hiyo si nini? Wewe unasema hivyo but mimi kwanza ni kama unataka miti 10. Nataka kurelocate hata. Nataka kurelocate. Niende Murang'a. Tafutane na mpwa huko. Kaloko. Kakienyo. Nikuje na miti mbao. Dhika. Uharibu kuzokia. Wewe unasema ni pesa huko nayo? Lakini acha nikuulize. Ni pesa huko nazo, yes. And then what? And then what? After meeting mbao and then what? After meeting mbao na uko na mpoa na uko na mjunior. Si sasa si hizo miti mbao unaenda unanunua kanini tukuku toshui na kama 5k ama unaenda unanunua miti za ova. Ama hujasikia sahi ova ndio the green gold. Avocado ziko na pesa mbaya deadly mbaya sana. Actually kutoka avocado naweza kuplug. Unaongea na nini? Hashi. Unaongea the actual from the farm. Calm down. Unaongea na yeye huyu hapa. Soon to be Guzman mwenyewe avocado. Guzman avocado mwenyewe buda. It was the best idea mzee wangu alikamkunisalia. Mimi sijui kama our age inakuwa invest in agriculture. Actually ni very few people nini. But actually sahi wase wengi wana dive into agriculture considering venye nini inakaa, like job market inakaa, like hakuna makazi huku nje. If you don't know someone, kama kazi hakuna. Kazi wewe kidogo una job.
So but it's good, hata sisi tunafaa to invest on agriculture. Agriculture is the kidogo tunaelekea hapo. Kama unataka kuomoka tafuta na agriculture. So lakini imagine wewe nini zikafanywa illegal nini avocado wanaweza kwa wamenipiga nini, kwa wamenipiga watakuwa wamenipiga mbaya. Sasa wewe wewe unaargue kama mkulima, si mimi ni mnaongelea consumer. Watu wangu kama avocado yenyewe unakulaga hivi unakumbuka nilikuwa na avocado pale makosa, unapiga roundabout heri uongeze chakula ndio ukatakata hiyo avocado. I'm speaking for sense. The love for the culture. Mimi napenda avocado. Wallahi. Ndio. Like you know nasikianga naonanga watu wakisema you can't eat avocado with anything. Mimi nakula kila kitu. Ai bro. Avocado. Bro. Ugali mayai avocado. Hiyo ni sawa. Sema iko kombi nyingine yenye itakuuliza. Hata pizza avocado ni nini? Kijana ya toppings za avocado huyu kidogo Jajamelo na kina nani mumtafute, anaweza kwa brand ambassador. Na omena. Ai. Gai. Kabla omena. Nimepikiwa twice. Si kupikiwa. Hata azini nikikwambia hivyo nimekula twice. Like in your entire life umekula omena mara mbili. Kukula proper. Yani proper omena nimekula. Nafaa nikupeleke mahali hapa na hapa hivi kwa tunapendanga kwa madhi. Ukule ugali omena hapo. Ugali omena sukuma. Mimi sitaki kusikia tududu tukitembea kwa tudu. Mimi sijui tududu. Tonyamu. Omena ziko na hata niseme ziko na wenyewe. Sasa kina sisi. Omena any day. Any day. Any day. Ni kama ni mimi najipikia yes, na kuna places specific na kulanga omena. Si ni hivyo vile unasema ati unakulaga wewe na nini? Unakula kila kitu. Hawezi pia avocado ita slap na omena. Huku ni wapi mmenileta? Huku ni wapi mmenileta? Acha nimalize funda. Unita funda la maji? Funda. Sasa. Nilikuwa nakwambia nini? Tulikuwa tunaongelea omena. Na kidogo hiyo hadithi imekupotea. Imenikumbusha. Kuna siku tumekula omena. Hapo kwa madhi. Some place hapo karibu na some place in Thika tu. Sijui kama ni kuosha zilikuwa zimeosha. Uliona mtu ndani alikuwa anaosha omena. Ilikuwa inaoshwa mpaka na nini? Disinfectant kwa nini kwa kaboli hivi naona jamaa anazipiga clean. Nashuku ilikuwa gani TikToker fulani hapo. Alikuwa sijui anasema anajaribu kuzingarisha zingari. Ni celebrity. Nakumbuka hiyo story. Lakini sasa niko hizo omena. Like kuna vitu zingine by the way kama hauna your first experience really matters. Ukipika ni kama ukule nini like nini ukulagi sana. Like ni a fancy food lakini ukulangi sana. Sasa unapata kama hiyo food ukipata the first experience kama ungekula kama mimi acha nikwambie the first time nilionja broccoli. Man that hizo vitu ni shit. Like hizo vitu zinaonjanga tu like if they are badly made. But my first experience zilikuwa zimepikanishwa tu sijui kama zilikuwa boil ama steamed ama nini. Si labda zilikuwa zimepikwa na mtu wa mlima kwa maji. Until sometime this year actually. Unakumbuka ile siku tulikuwa na kanu ya bash. Caesar alikuwa ametengeneza inaitwa Friendsgiving. Tunakuwa na kitu inaitwa Friendsgiving. Alitengeneza some veggie something. Unakumbuka that thing was sweet. Ilikuwa na donjo. Sasa hizo omena mazijo kidogo cho magia kidogo waambie mama nani atufanyie shughuli. Atafanya bana. Umesikia? Amesikia. Najua anakuwa ganini wetu mbaya sana. Shukran kwanza. Shukran sana. But it's a good thing. By the way umesema story ya Friendsgiving nikakumbuka we have to have another one very soon. Very soon. Mambo ikuje imechemka ile design ya noma. Kambuzi pale. Kambuzi kachomwe nini watu wakule vizuri. Unacheki? Ukitaka kuwa invited acha comment hapo.